Unapenda matunda Najua jibu lako litakuwa ndio. Najua unaposikia matunda unawaza itakuwa embe, ndizi, chungwa, nanasi. Lakini leo nimekuletea tunda hili aina ya zabibu. Zabibu, tunda lenye umbo la duara au mviringo. Linajulikana kwa ladha yake tamu na kauchachu kidogo kwa mbali, kutegemea na aina yake ya zabibu. Hili ni moja kati ya tunda la kale zaidi inayojulikana, na kilimo chake kimekuwepo kwa maelfu ya miaka mpaka sasa duniani. Zabibu ni tunda linalotokana na mmea aina ya Vitis vinifera na hutumika kama chakula au kutengeneza vinywaji mbalimbali kama vile divai, juice na bidhaa nyingine nyingi. Ninajua ukienda hospitali daktari atakwambia kula matunda ili uongeze damu. Basi mimi nitakushauri kuwa chaguo lako la kwanza liwe ni zabibu. Zabibu ni tunda linalozalisha vitamini C, K na B6 pamoja na madini kama potassium na magnesium, lakini pia zina antioxidant kama vile resveratrol ambazo husaidia kuboresha afya ya moyo. Resveratrol inayopatikana katika zabibu husaidia pia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, figo na kupungukiwa maji, lakini pia husaidia kuboresha mzunguko wa damu. Kwa wale vibonge kama Anko Msechu, kwa wale vibonge kama bibi yangu aliyopo pale Chololo, basi tunda hili linawafaa kabisa, kwani zabibu huwa na nyuzi ambazo husaidia katika kudhibiti uzito na kupunguza unene usiotarajiwa. Zabibu, hasa zile nyekundu na dhambalau, zina viinilishe muhimu kama lutein na zeaxanthin ambavyo husaidia kulinda macho kutokana na magonjwa kama vile ya age related macular degradation, yani AMD. Wale wadada wanaopenda kutunza ngozi zao kwa gharama kubwa, mnajihangaisha bure tu, kwani mngeamua kula zabibu basi ngozi zenu zisingeharibika na kuepuka kutumia vipodozi vikali ambavyo mwisho huwaletea kansa ya ngozi. Kumbe mngeamua kula zabibu, mngezitunza ngozi zenu na ngozi zenu kuwa nyororo kabisa, kwani zabibu zina vitamini C na E ambazo ni muhimu kwa afya ya ngozi, zikiwa na antioxidant ambazo husaidia kupunguza uharibifu wa ngozi unaosababishwa na mionzi ya UV na uchafuzi wa mazingira, hivyo kusaidia kupunguza michirizi na kuzuia kuzeeka. Kumbe mngeamua kula zabibu, mngezitunza ngozi zenu na kuendelea kuwa nyororo kabisa. Kwa wale ndugu zangu ambao wanaugua mara kwa mara, kwanza niwape pole, lakini niwakumbushe kuwa zabibu zina vitamini C ambazo ni muhimu kwa kinga ya mwili, lakini huzalisha antioxidant kama vile flavonoids na resveratrol ambazo husaidia kupunguza uharibifu wa seli katika mwili na kusaidia kuongeza uzalishaji wa seli zinazokinga mwili na kupambana dhidi ya magonjwa kama vile mafua na magonjwa mengine. Msinifanye kurejelea maandiko katika kitabu kitakatifu cha Biblia, Hosea 4:6, ikisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wapo watu hulalamika tumbo kujaa gesi, kumbe ni kwa sababu hawataki tu kutumia zabibu liwe suluhisho kwao. Zabibu huwa na nyuzi ndani ambazo ni muhimu kwa afya ya utumbo. Nyuzi hizo husaidia kuboresha mmeng'enyo na kuzuia tatizo la mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kusaidia matatizo ya tumbo kama vile tumbo kujaa gesi, constipation na vidonda vya tumbo. Unaweza ukawa unajiuliza, hivi zabibu zinazolimwa makao makuu Dodoma ndio unapaswa kula? Nikujulishe kuwa zabibu imegawanyika katika makundi mbalimbali ambayo unaweza kuchagua wewe mwenyewe zabibu za aina gani unapendelea kuzila kutokana na changamoto yako ama kutokana na vile unavyopenda. Zipo zabibu zinazojulikana kama zabibu za kijani, yaani green grapes. Hizi ni aina za zabibu ambazo hutumika kwa kula na kutengeneza divai nyeupe, saradi
na vinywaji vingine mbalimbali. Aina ya pili ya zabibu inafahamika kama zabibu nyekundu, yani red grapes, zabibu ambayo mara nyingi hutumika kutengeneza divai nyekundu au juice, lakini pia huzalisha antioxidant kama vile flavonoids ambayo husaidia kuimarisha seli na kuzuia magonjwa ya moyo. Ya nini uteseke? Ipo zabibu nyingine inayofahamika kwa jina la zabibu zambarau, yaani purple grapes. Aina hii ya zabibu hutumika pia kutengeneza divai nyekundu na huzalisha antioxidant kama vile resveratrol ambayo husaidia kuimarisha afya ya moyo na kupunguza magonjwa ya moyo. Golden grapes, yaani zabibu za dhahabu, ni aina nyingine ya zabibu ambayo huwa na rangi nyekundu au zambarau, lakini zimejaa mng'ao wa dhahabu. Zabibu hizi hutumika kutengeneza divai na hutoa ladha tamu ambayo mtu akilalika huvutika kuitumia. Zabibu za raisin, yani dried grapes. Hizi ni aina ya zabibu ambazo hukaushwa na kutumika kwa ajili ya mapishi kama vile keki na vitafunwa. Wataalamu husema zabibu hizi ni nzuri kwa afya ya utumbo na kupunguza magonjwa kama vile vidonda vya tumbo. Zabibu hustawi kwa wingi maeneo yenye hali ya hewa ya joto kama vile Mediterranean na maeneo yenye mizunguko ya mvua ya kiasi, lakini pia maeneo ya nusu jangwa, ingawa hustawi pia maeneo mengine mbalimbali. Nchini Tanzania, zabibu ni zao maarufu zaidi linalolimwa makao makuu Dodoma, lakini pia zabibu limekuwa zao muhimu kibiashara katika nchi kama vile Italia, Uhispania, Ufaransa na Afrika ya Kusini. Matunda kwa afya. Utashangaa, usisubiri mpaka daktari akwambie kuwa unatakiwa utumie matunda. La hasha. Tukumbuke kuwa matunda ni kwa afya zetu. Si kwamba nawafokea ndugu zangu, bali ninataka tujenge afya na kuepukana na magonjwa ya mara kwa mara. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako nami Jordan Mgoli.